Kama video inavyojieleza, hizi ni application 5 muhimu kuwa nazo kwenye simu. Inawezekana zingine unazifahamu, zingine uzifahamu, lakini nitakueleza pia kwa nini ni muhimu kuwa nazo. Bila kupoteza time, application ya kwanza, yawezekana unatumia Google Photos kubackup picha au video ili hata ukibadili simu uweze kupata vitu vyako na viweze kujitunza huko milele. Na kama utumii, basi unafeli sana, kwa sababu ni kitu muhimu mno kulinda kumbukumbu zako. Lakini kama unatumia Google Photos, yawezekana umewahi waza kuwa unawezaje kumanage vitu ambavyo tayari vimetunzwa kwenye Google Photos. Maana wakati mwingine si kila kitu unataka kitunzwe milele. Google One inakusaidia kuongoza files zako, inakuonyesha vitu vinavyochukua nafasi kubwa, inakusaidia kufuta barua pepe ambazo, namaanisha emails ambazo hazina maana, inazifuta kwa mkupuo, kukuondolea picha ambazo hazina ubora. Yani unaangalia pale kuna picha gani hazina quality, tunazitoa. Picha gani ambazo zili backup kwa bahati mbaya, kwa sababu tunajua kwenye Google Photo kuna tabia fulani hivi, unaweza kupiga picha kama umewasha data, lakini hiyo picha hujaipenda ukaifuta, lakini kumbe Google Photos imeshaisave hiyo picha kwenye cloud. Ukitumia Google One unaweza kaona vitu vyako na ukavimanage, na sometimes unaweza kaambiwa storage imejaa, unaweza kuvifuta vitu ambavyo unaona havina maana na unataka upate storage zaidi. Ni muhimu sana, lakini watu wengi pia hawana. Inaitwa Truecaller ID. Inawezekana unaifahamu, inawezekana umewaitumia, kwa sababu ni application ya zamani sana. Na hii ni application ambayo kila mtu, kutokana na kuongezeka kwa matapeli mtandaoni, mambo mengi sasa hivi, pia ni application ya kijanja sana. Yani ukiwa nayo unakuwa ni mjanja automatic. Truecaller inakusaidia kumtambua mtu anayekupigia hata kama hujahifadhi namba yake. Kwa hiyo kupokea namba ngeni kwenye Truecaller ni ngumu, kwa sababu mara nyingi zinakuja namba zikiwa zina majina hata kama hujasave. Kwa hiyo ni rahisi kumtambua mtu. Kwa mfano nikikupigia mimi sasa hivi, hata kama hujasave namba yangu, itaonyesha tu anayekupigia ni Vinei. Kwa hiyo ni rahisi kuwagundua watu, ni rahisi kugundua pia matapeli. Kwa hiyo ni moja hapo ambazo ukiwa nazo lazima uonekane tu ni mjanja, kwa sababu unakuwa unafahamu watu hata kama hujajitambulisha au haujasave namba zao. BetWinner ni kampuni jipya la kubeti. Kwa wale wanangu mnaobeti, kuna hii inaitwa promo code ya Vinei 10. Ukitumia hiyo promo code itakusaidia kupata offers za promotion, offer kwa mtu anayejoin mpya, au unapoendelea kuitumia kampuni ya BetWinner. Link nitaweka kwenye description. Hii ni moja hapo ambazo unaweza usizijue kabisa, ila ukianza kuitumia, yani ukishaifahamu na kwenda kukufahamisha. Kwa hiyo inawezekana wengine mnaifahamu, lakini kwa wewe ambaye huifahamu, hii ni moja hapo ambayo ukishaanza kuitumia, basi kila ukinunua simu mpya lazima utaiweka kwanza. Sababu kubwa ni kwamba hii ni application ambayo inasaidia kuforce stop application zote ambazo zina run background kwa siri. App nyingi huwa zinaendelea kutumia RAM, zinaendelea kutumia bando hata kama hauzitumii, jambo linalofanya simu iwe ya moto, simu iwe nzito, simu iishe chaji mapema, bando liishe mapema. Lakini ukitumia Hibernate inalazimisha app hizo zitulie na kuifanya simu yako iwe na kasi, iwe inatumia bando kidogo, isiwe ya moto. Hii ni application ambayo Play Store wameitoa kwa sababu ya mambo ambayo inaweza kuyafanya, kwa sababu ina mambo mengi sana hii application, utaalamu mwingi, na ni application ambayo mimi binafsi lazima niiweke kwenye simu kila ninaponunua simu tofauti. Inaitwa ES File Explorer. Ni ya muda mrefu sana, malegend mnaifahamu. Ukiwa na hii app, kuna baadhi ya app hutakiwi kuwa nazo, kwa sababu inafanya kazi za app nyingi. Mfano zile app za kusave status, sijui status saver. Unajua ukiview status moja kwa moja inaingia kwenye simu yako, lakini inajificha. Kwa hiyo app za status saver zile zinachokifanya zenyewe zinaanza kuzichimbua zile status, zeni inaonekana kama zimesave hizo status. Lakini ukitumia ES File Explorer haina haja ya kutumia hayo status saver, kwa sababu inaonesha mafaili yote ya kwenye simu, hata yaliyojificha. Hivyo hata kama ni status ukisha view, unakuta kwenye mafaili yako ipo pale imejificha, na wewe unaweza ukaigusa ukaifuta, zinachukua storage. Lakini ukitumia ES File Explorer unaweza ukaziona pale. Ukisha view status ya mtu, jua tu inakuja kwenye simu yako. Kwa hiyo ukitumia File Explorer yenyewe inaenda, unaweza ukafuta, unaweza ukaisave, labda ukaiposti na wewe kama unataka, na vitu kama hivyo. Lakini pia na bado inakusaidia kumanage storage huku inakuwa inaongozwa vizuri, kwa sababu pia inaonyesha mafaili yaliyojificha na inapanga vizuri mafaili. Kwa mfano mafaili makubwa, mafaili yaliyojirudia, mfano faili moja lipo mara mbili, unaweza ukalifuta. Ukishaanza kuitumia hii app hautaacha, kwa sababu ni ngumu kuiacha kwa vitu unavyovifanya. Hamna application nyingine inaweza kuvifanya kiurahisi ndani ya application moja. Utahitaji application tofauti. Hii sio application moja, lakini ni kama suggestion hivi. Nambari 5 ndo kushauri uwe na application za kifedha, nikimaanisha kuwa kama unatumia CRDB basi unakuwa na application ya CRDB ile inaitwa Sim Bank. Kama unatumia NMB unakuwa na application za simu mkononi. Kama unatumia Airtel, hakikisha una application ya Airtel Money. Kama unatumia Halopesa, una application ya Halopesa. Kama unatumia Tigo nao Mix by Yas wanajiita, hakikisha una application zote hizo kama unatumia mtandao husika, kwa sababu na kuhakikishia kuna siku ambapo utataka utumie application hizo. Kuna muda ambapo utafika utatamani utahitaji hiyo application, na kwa sababu haujaiweka mara kwanza ukapata ugumu fulani kwenye kufanya jambo. Lakini kama unazo tayari kwenye simu, basi mambo yanakuwa muru, yanakuwa fresh. Kwa hiyo nakushauri kama hauna, jaribu kuwa nazo kwenye simu, then utaona zinavyokurahisishia mambo.